Tabia 5 za watu wenye akili kubwa usizozijua. Kuna kitu cha ajabu kuhusu watu wenye akili kubwa. Mara nyingi hawapigi kelele, hawajionyeshi sana, na wakati mwingine hata huonekana wa kawaida kupita kiasi. Lakini ukweli ni kwamba watu wenye akili kubwa wana tabia fulani ambazo watu wengi hawazielewi, na wakati mwingine huwafanya waonekane tofauti au hata wa ajabu. Katika video hii utaona tabia 5 za watu wenye akili kubwa usizozijua, na huenda ukagundua baadhi ya tabia hizi zipo kwako au kwa watu wako wa karibu unaowafahamu. Tazama video mpaka mwisho, kwa sababu tabia ya mwisho ndiyo inayowashangaza watu wengi zaidi. Tabia ya kwanza, wanapenda kukaa peke yao mara nyingi. Moja ya tabia kubwa ya watu wenye akili kubwa ni kupenda kukaa peke yao muda mwingi. Hii haimaanishi kwamba wanachukia watu, bali akili yao inahitaji utulivu ili kuchakata mawazo mengi wanayokuwa nayo. Utafiti unaonyesha kuwa watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina hupata uchovu haraka wanapokuwa kwenye mazingira yenye kelele nyingi au mazungumzo yasiyo na maana. Wanapokuwa peke yao, wanapanga maisha yao, wanatafakari maisha yao, wanapanga mipango yao, wanatengeneza idea mpya. Ndiyo maana mara nyingi watu wenye akili kubwa hawaonekani sana kwenye makundi makubwa ya marafiki. Kwa mtu asiyeelewa anaweza kuona kama wanajitenga, lakini wao huwa ndio walivyo, na ndio muda wao wa kuongeza ubora kifikra zao. Tabia ya pili, huwa wanajiuliza maswali mengi kuliko wengine. Watu wenye akili kubwa hawakubali mambo kirahisi. Kila kitu wanajiuliza: kwa nini, inafanya kazi vipi, nini kitatokea baadaye. Baada ya kuamini kile walichokuwa wanakiwaza, wanachunguza. Hii ndio sababu mara nyingi wanagundua makosa haraka, wanatatua matatizo kwa njia tofauti, wanakuwa wabunifu zaidi. Akili kubwa hupenda kuchambua, na hiyo ndiyo tofauti kubwa kati ya mtu anayesikiliza tu na mtu anayefikiri kwa kina. Tabia ya 3, wanakubali hawajui kila kitu. Hii ni tabia inayowashangaza watu wengi. Watu wenye akili kubwa hawapendi kujifanya wanajua kila kitu. Kwa kweli, kadri mtu anavyokuwa na akili kubwa, ndivyo anavyogundua kuna mambo mengi zaidi ambayo hayajui. Ndio maana wanauliza maswali bila aibu, wanapenda kujifunza kila siku, hawapendi kubishana ili kushinda. Watu wengi hujaribu kuonekana wajanja, lakini watu wenye akili kubwa hujaribu kuwa sahihi. Tofauti hiyo ni kubwa sana. Watu wanaojifanya wajanja na watu wanaokubali kuuliza maswali. Tabia namba 4, wanachoka haraka sana na mazungumzo yasiyo na maana. Watu wenye akili kubwa hawapendi sana mazungumzo ya juu. Kwa mfano, gossip nyingi, maneno yasiyo na direction, malalamiko yasiyo na solution. Akili zao hutafuta mazungumzo yenye maana, maarifa, mawazo mapya. Ndio maana wakati mwingine wanaonekana kimya kwenye grupu. Sio kwamba hawajui cha kusema, bali hawapati sababu ya kusema.
Kwao ubora wa mazungumzo ni muhimu kuliko wingi wa maneno. Hawa watu wenye akili kubwa, kwao kusema hawapati, hawana sababu ya kusema maneno yasiyo ya msingi. Kwao ubora wa mazungumzo ni muhimu kuliko wingi wa maneno. Namba 5, wanajichunguza sana. Self reflection. Hii ndiyo tabia yenye nguvu zaidi. Watu wenye akili kubwa hupenda kujichunguza makosa yao, maamuzi yao, tabia zao, badala ya kulaumu wengine. Kila mara wanajiuliza, ningeweza kufanya nini tofauti? Self reflection huwasaidia kukua haraka, kubadilika haraka, kufanya maamuzi bora zaidi. Ndiyo maana watu wenye akili kubwa hubadilika kadri muda unavyopita. Wanajijenga kimya kimya. Sehemu ya kati ya retention optional, kuongeza dakika. Ukweli ni kwamba akili kubwa haimaanishi alama kubwa darasani. Watu wenye akili kubwa walikuwa wa kawaida shuleni, walikuwa kimya, walipenda kujifunza vitu nje ya mfumo. Akili kubwa ni uwezo wa kuelewa, kuchambua, kubadilika. Na tabia hizi zinaweza kujengwa na kila mtu. Sasa umeona tabia 5 za watu wenye akili kubwa usizozijua. Wanapenda muda wa kuwa pekee, hujiuliza maswali mengi, hukubali hawajui kila kitu, huchoka na mazungumzo yasiyo na maana, wanajichunguza sana. Kama una baadhi ya tabia hizi, kuna uwezekano mkubwa una akili kubwa kuliko unayofikiria. Na kama unataka kukuza akili zako au akili yako zaidi, anza kujenga tabia hizi kidogo kidogo. Kama umejifunza kitu kipya, andika akili kwenye komenti, like hii video, subscribe kwa content zaidi za physiology na ukweli wa maisha. Kama umelipenda ile somo, tafadhali subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza tutakapokuwa tunatuma video mpya. Jiunge nasi kwenye grupu au kwenye channel ya Haitai ili uwe mtu wa kwanza kabisa pindi tutakapokuwa tunatuma video. Asanteni sana. Bye bye.